Unajua, unaweza ukawa unajiuliza kwamba Anova anacheka nini wakati Mr. Kevin anapitia maisha magumu. Sasa mimi ninachokicheka sio kwamba nimefurahi, anafurahisha. No, ni Mr. Kevin huyu ndiye naye nifurahisha jinsi alivyokuwa akimtazama mpenzi wake Malaika akiwa na mtoto wa tajiri Mr. Raymond. Nafikiri kwamba leo nitakwenda kuwazungumzia zaidi watu wawili, Kevin pamoja na Loveness, kuhusiana na maisha yao ya mapenzi waliopitia. Wote wamepitia situation moja. Kevin naye alimpenda Malaika, lakini mapenzi yake yamekufa. Lakini baada ya mapenzi kufa, bado Mr. Kevin ameshindwa kumove on. Lakini hii ni tofauti kidogo kwa Loveness. Loveness naye alimpenda msanii, lakini msanii wake baada ya kumzingua wakaachana. Baada ya kuachana, Loveness amemove on kwa haraka zaidi kuliko Mr. Kevin. Sasa tuanze na Mr. Kevin. Can you imagine ni kipi ambacho kinamfanya Mr. Kevin mpaka leo ashindwe kumsahau Malaika? Yes, nitakwambia reasons, but now like, comment, share without forgetting to subscribe. This is Anova Films. Kama nilivyoweza kukwambia kwamba leo nitakwenda kumchambua zaidi Kevin pamoja na Loveness kuhusiana na maisha yao ya kimahusiano walioyapitia. Kama nilivyoweza kukwambia kwamba Kevin ameshindwa kumove on baada ya kuachana na Malaika. Sasa sababu ni hapa. Unajua, siku zote kwenye mahusiano kuna kitu ambacho kinaitwa nguzo muhimu ama misingi ya mahusiano. Kabla ya kuingia kwenye mahusiano, unatakiwa ujue kwamba mahusiano yana matokeo yake. Kuna kuachwa, kuna kupendwa na kuumizwa, lakini pia kuna kitu kikubwa zaidi ambacho kinaitwa betrayalism, yani usaliti. Kwenye mahusiano kuna kitu kinachoitwa usaliti. Sasa ukiingia kwenye mahusiano huku unafahamu kwamba hivyo vitu utavikuta, huwezi ukaumia. Sasa Mr. Kevin aliingia kichwa, yani alizama kwenye mahusiano na Malaika bila kuzingatia hayo matokeo matatu makubwa ya mahusiano, ya kwamba kuna kuachwa, kuna kuumizwa, kuna kusalitiwa. Yeye aliingia na malengo ya kwamba ameingia kwenye mahusiano atapendwa wala hataumizwa na Malaika kwa jinsi alivyomwamini, na ndio maana mpaka leo Mr. Kevin anashindwa kumsahau kabisa Malaika. Sasa twende tumwangalie Loveness. Loveness imekuwa ni haraka sana kumove on kwa sababu yeye alitumia akili kubwa. Alijua kabisa kwamba huyu ninaye date naye ni mtu mwenye ndoto zake, ni mtu ambaye ni msanii. So siwezi nikaweka matarajio yangu makubwa kwake ya kwamba atakuja kunioa. Hapana, lazima niingie kwenye mahusiano naye, lakini nikikaa nikijua kwamba kuna siku atanicheat, kuna siku atanisaliti, kuna siku ataniacha, na ndio maana imekuwa ni simple kwake kuweza kumove on, kuendelea na maisha mengine. Na ndio maana mpaka sasa hivi amechanganyikiwa na penzi la mwanaume aliyemtengenezea gari, Mr. Kevin. Sasa Mr. Kevin anafeli wapi? Now I think that we can advise him, we can give him an advice about what should he do to avoid this ill relationship with her girl Malaika. Mimi nafikiri kwamba Kevin kupona kwenye haya mahusiano alitakiwa kuchukua ushauri aliopewa na rafiki yake Chichi mwanzoni kabisa. Like, comment, share, subscribe. Hii hapa ni Anova Films. Kama nilivyoweza kukwambia kwamba kama angeuchukua ushauri wa Mr. Chichi, Mr. Kevin, nafikiri kwamba asingeteseka mpaka leo. Tukumbuke episode zilizopita, Mr. Chichi alimshauri kabisa, akamwambia kwamba huyu mwanamke Malaika sio mwanamke wa hadhi yako, hakupendi, kwa sababu angekuwa nakupenda asingekubali kukudhalilisha. So bro, tulia, kwa sababu yupo mwanamke ambaye atakuja kukupenda zaidi ya kitu chochote kile. Now we saw that what Mr. Chichi told Mr. Kevin was all true. Now we are observing ni kwa kiasi gani Loveness anashindwa kupata usingizi kabisa kwa ajili ya Kevin, kitu ambacho kitakwenda kuwa na mwanga fulani kwa upande wa Kevin. Sasa tuliweza kuona mwishoni mwa episode Kevin alikuwa ameenda kwenye biashara zake, mwisho wa siku akasema kwamba amesahau barafu. Nafikiri kwamba utakuwa unakumbuka kwenye scene ya mwisho kabisa wakati alipokwenda kule kwa Mr. Chichi kwenye ofisi yake ya kutengeneza baiskeli. I'm sorry sijaweka hiyo scene, lakini nafikiri utakuwa unakumbuka. Sasa tuliweza kuona Mr. Kevin amerudi kuchukua zile barafu, lakini ghafla tukaona anakimbizana tu na gari, tukamuona mpenzi wake wa zamani Malaika akiwa na mwamba Mr. Raymond. Sasa hapo ndipo tulipogundua kwamba Kevin kumove on kwake ni kazi kubwa sana, atahitaji kutumia nguvu kubwa ili aweze kumsahau Malaika, lakini this time nafikiri kwamba itakuwa ni simple as we never expected, kwa sababu Loveness anaweza akafanikiwa kumfanya Mr. Kevin amsahau
Malaika for sometimes. Yes, of course. Hiki ni kitu ambacho kinakwenda kutokea kwa sababu I believe in Loveness. I believe in Loveness power. Naamini kabisa kwamba Loveness anaweza akamshawishi Mr. Kevin na kumfanya Mr. Kevin asahau maumivu yote anayoyapitia. Na niombe tu mwandishi wa tamthilia hii hapa afanye haraka kutuonesha ni kwa kiasi gani Kevin atakwenda kuanza kumpenda Loveness ili iweze kumtouch Malaika. Na I think kabisa kwamba 100% Malaika anampenda Mr. Kevin, lakini anachokitaka yeye ama anachokiangalia kwenye mahusiano ni status, I mean hadhi, ili aweze kufaidika nayo. Kwa mfano Mr. Raymond ni mtu ambaye kipato chake ni kikubwa. Sasa kwa career alionayo Malaika anahitaji mtu ambaye kidogo ana fedha, ili baadaye akihitaji msaada iwe simple kuweza kupata msaada wa kifedha kwa urahisi. So hicho kitu Mr. Kevin hana, lakini in reality kabisa you can see how Malaika is deeply in love with Mr. Kevin even by looking at her eyes. Yani kila kitu unaweza usikione kupitia Malaika kwamba anampenda Mr. Kevin. Unaweza ukawa na wasiwasi, lakini kupitia macho yake, the way she look at Mr. Kevin, unaweza ukajua kabisa kwamba huyu mtu anampenda Kevin, lakini ni vile tu anashindwa kuongea kutokana na kile anachokitaka zaidi ni pesa na sio kitu kingine. So this time nafikiri kwamba Mr. Director script writer, I mean Mr. story writer of this love drama, nafikiri kwamba itakuwa ni beta kama atatuendekia namna ambavyo Mr. Kevin ataingia kwenye mahusiano na Loveness, even if atakuwa na force tu, yani atakuwa na fake. Nafikiri kwamba afanye hivyo ili amuoneshe Malaika kwamba hawezi kuishi ama anaweza kuishi bila uwepo wake, kitu kama hicho hapo. Even if hatampenda Loveness, lakini tunafahamu kabisa kwamba Loveness anampenda Mr. Kevin. Hata maid ama mfanyakazi wao wa ndani amelithibitisha hilo by just looking at how Loveness react when talking about this Kevin. Now like, comment this video and subscribe without forgetting to share this video. Nafikiri kwamba utakuwa umenielewa kuanzia mwanzoni mpaka hapa tulipofikia. Sasa ni kipi tukitarajie kwenye episode ya 8? Yani kipi ambacho tunaweza tukakiona episode ya 8 kupitia haya tuliyoweza kuyaona? By just summarizing the story, we can predict what is going to happen in the future episode. Wote tumeona kwamba Mr. Chichi alikutana na Chelly rafiki yake na Loveness, akamkabidhi business card ili Mr. Kevin aweze kumpigia Loveness. Sasa Kevin aliweza kupata ushauri kutoka kwa Mr. Chichi ya kwamba ampigie, asisubiri asubuhi kwa sababu anaweza akasahau. Sasa tuliona Mr. Kevin alimpigia Loveness, lakini Loveness hakupatikana kwa sababu alikuwa washing room ama alikuwa akioga kidogo. Sasa ni kipi ambacho nafikiri kinakwenda kutokea? Will they meet? I mean Mr. Kevin and Loveness watakutana kwenye episode ya 8? Nafikiri kwamba kitu kama hicho hapo kitatokea kwa sababu tayari Loveness anataka kumpata kwa